We nasikia ati ni fundi wa simu ndiye alileak hizi video za Mama Lare kutoka huko Meru, mama wa mboga. Hadi mnamuita Alisha Kanini. Ati huyu mama alikuwa na simu ya mkopa, akapeleka kwa fundi. Ilikuwa imeharibika. And then huyu fundi ati vile alitengeneza simu kidogo kidogo akaingia huko ndani. So kuona uto tuma video akasave. Na watu wanakuanga na hii tabia, akasave kwa simu yake. Kufika kwake akaonyesha bibi yake. Bibi yake naye akaendelea kuspread. That's why hizo video zake ziko kila mahali. Mafundi wa simu chunga. Na wazazi wa siku hizi mjue internet si kitu ya kucheza nayo. Kitu unafanya kwa simu yako, be very careful nayo. Warn your parents. This is bad because ni mama ya mtu. Na saizi akoso watoto wanasikia vibaya sana. Guys. Mazi, sisa zingine tuwe na heshima kidogo tafadhali. Kuna hii video yenye iko chafu inatembea katika mitandao ya kijamii ya mama mmoja kutoka upande wa Lare. Ukiangalia comment iko hapa juu, I think hiyo video ilikuwa leaked na fundi wa simu, mahali alipeleka simu yake kutengenezwa. I would suggest if that lady can walk in any nearest police station and report you fundi. Ndio iwe funzo, watu wasiwe wana expose their ladies. It's not good at all. Huyo ni mama kwa heshima zake, watoto na bwana. What do you think is going through her mind right now? Please let's avoid that in the future. In the future, let us avoid that. Thank you. What? Shtoka. So guys, something happened in Kenya. This woman made a video of herself, beautiful, wonderful videos of herself, and were all stored in her phone. But the phone got spoiled, so she took the phone to the repairman's store. After this man repaired the phone, he took it home. I don't know if he took it home or the wife was in the store with him, and they went through the phone and they noticed those beautiful videos of her. Because I'll call it beautiful videos, that's what I'm using this video, like that's the term I'm using. So they saw the video, and then the wife decided to post those videos. I don't know why, maybe because to teach her a lesson. But this is somebody's privacy that the repairman decided to open the phone. Maybe there was no password in it. They decided to go through somebody's privacy, and then they posted this video. Like, this woman is trending right now in Kenya. Everybody has a piece to say about her. Mapenzi hufikisha watu mahali ambapo mpaka wanatumiana vitu ambayo haifai. Kuna video nimeona kwenye mtandao ambayo ni video ya mama mzima ambayo sio mzuri. Najua mama akona watoto, akona mzee labda, na mwenye aliexpose, I'm very sure ni mwanaume ambaye walikuwa maybe wamependana na yeye, ama ambaye walikuwa in love na yeye. Mama ambaye nimeona inatoka pale mlimani. Kwa hivyo please, men, stop exposing our women. You know, someone alikutumia video, maybe time hiyo alikuwa ametrust zaidi kwamba wewe ni mtu wake, utaimu expose. Tafadhali, why do that to such a woman? You know, mnaweza fanya hivyo ukifikiria za joke, mtu kama huyo apata amejiua. Kwa sababu atasema nitaishiaje watoto wangu wakiona video kama hizi kwenye mtandao. Please, men, respect. Kama umeachana na mtu, usiachilie video zake weke kwenye mtandao. Na pia kwenye social media, na waomba wala ambao mnamwa blackmail kwamba mtaya kwenye social media, is not the right thing. The only person to be blamed ni mwenye alishare hiyo video. Naomba huyu mama aenda apige ripoti, huyu mtu aweze kuchukuliwa hatua. Ndio hakufanya kitu mzuri, but what's shared in privacy should remain in privacy. What's done in secret should remain in secret. Why expose such a woman? She's mature, she's elderly, she doesn't deserve that. So for those who went ahead and posted her videos on the platforms, on media platforms, please, you need to apologize. You need to look for this mama
actually you should be arrested because you are also polluting the digital space. Such videos should not be in the digital space. That's environmental pollution, the digital environmental pollution, and action needs to be taken. Naomba maafisa wa polisi wale wana deal na cybercrime, please. Wale sheria ambayo ilipitishwa cybercrime, wacha sasa deal na watu kama hao ambao wana expose video chafu kama hii. Waweza kuchukuliwa hatua ili wawe funzo kwa wengine. Najua kuna kina dada wengi, kina mama, hata wanaume wanateseka. Watu wako na video zao wakiwa hawana nguo, wanaendelea kwa blackmail, wakiwaibia pesa, wakiwaambia kwamba watumie pesa ama wazipost kwenye mitandao. No, this should not be happening. Kama kuna mtu anakufanyia hivyo, piga report kwenye polisi, piana hiyo conversation, huyu mtu aweze kushikwa, because our ladies are suffering. Our women are suffering. Our men are suffering. This should not happen. Please, police, step in. Let these people be arrested. Huyu mama sasa amejitokeza. Anasema anaomba msamaha, mumusamehe, atarudia. Anasema alipelekea fundi simu, fundi amutengeneze simu, fundi akatoa video zake kwa simu akasambaza, ndio tumeziona. Sasa anasema mumusamehe, lakini anasema mumusaidie kushika huyo fundi. Amesambaza vitu zake kwa mitandao, lakini hata mimi ninauliza aje, kani huyu mama hana mtoto anaweka vitu kama hizo kwa simu? Wacha hata hivyo, huyu mama akitembeza hiyo vitu zake, akipiga picha video yani hizi video za huyu mama Walare, kumbe Weshisieti alituma mwenyewe. Simu yake ya mkopa iliharibika. After kuharibika akapelekea fundi fulani hapo wa simu amtengeneze. Si fundi akaanza kuchokora simu. Akakuja akapatana na mama na Alicia. Sasa hakunyamaza. Akaenda nazo, akaonyesha bibi yake. Akasisave ya kuwatch later. Akaenda akaonyesha bibi yake. Bibi yake naye akanjitumia. Kujitumia akatumia mwingine akatumia mwingine. Simama watu akatrend hivyo. Na what makes me wonder, hizo vitu si moja ama mbili. Iko na mpaka episode 5. Imagine. Huyo madhe ako na master ndendri we. Tulisema Kenya ndio taifa pekee ambayo kila mtu ni wazimu. Kwani Wameru sasa wameamua kujitokeza tena. Hapa tunazidi kuomboleza kifo cha Raila Amolo Odinga. Wameru hao na wamezidi kutuchekesha. Kwani wameamua kujitokeza na kutoa Alisha Kanini wao. Kwani mama huyo ambaye inasemekana kuwa yeye ni mama mboga ameamua kushika na kufuata nyaya za Alisha Kanini. Ukitazama picha hizo, huyo ndio mama ambaye hivi sasa anazidi kusambaa mitandaoni. Kwani anaonekana kufanya kazi kama ya Alisha Kanini. Gatete Njoroge, Runinga Citizen, Nairobi.